You can explain this better. Amesema kwamba vasectomy kwanza ina double performance. So is double performance. Ili double performance because one thing we were eager. Bwana, mambo vipi? Mimi naitwa Namisi Mswahili. Asante sana kwa kujiunga. Hii ni Midea TV. Kumbuka kusubscribe, kufollow na kucomment na kushare hii link kwa watu wengi waweze kufuatilia kujua nini kinaendelea kwenye trends and wakati wa updates kama kawaida. Na mojawapo ya trends ambayo ningependa kuzungumzia leo hii ni video moja ambayo imekuwa ikifanya rounds kwenye mitandao ya kijamii kutokana na interview ambayo imepigwa na jamaa fulani kutoka maeneo ya Kakamega. Okay, kwao ni Kakamega lakini alikuwa afanya interview hapa Nairobi. Yaitwa Salano. Jina lake la kwanza linakuwa vigumu kidogo kulipronounce kwa watu ambao tuna ndimi nzito. Kwa hiyo sitalitaja, lakini anaitwa Salano. Salano ni mtu ambaye amekuwa maarufu sana na hata watu wengi kwenye mitandao wameconsider kwanza kumuita kwamba vasectomy man. Naam, hiyo ndio kitu ambacho tunazungumzia leo hii, vasectomy. Vasectomy ni njia ya kupanga uzazi kwa wanaume ambapo mwanaume anahitajika kufunga zile njia za kupitisha mbegu za uzazi na kuweza kusaidia katika kupanga uzazi. Na mara nyingi umepata kwamba njia za kupanga uzazi zimekuwa zikiachiwa kina dada, lakini vasectomy ni njia moja ambayo wanaume pia wanaweza husika kusaidia katika ile idadi tu ya watoto ambao mnahitaji kuwa nao. Kwa hiyo Salano na mkewe walikuwa wanafanya interview kwenye Radio 47 wakiwa kwenye interview na Kate, na walikuwa wanazungumzia masuala ya vasectomy, na akaeleza kwamba one of the benefit ya kufanya vasectomy ni kwamba ile huwa inasaidia wakati mwingine pia kuongeza performance ya mwanaume kwenye kitanda. You can explain this better. Amesema kwamba vasectomy kwanza ina double performance. So is double performance. Ili double performance because one thing we were eager. Able tuone kama bado iko ama iko. Yes. Mzee alilala kalala kabisa. Hiyo tulifanya baada ya siku mbili kuangalia tu kama mzee ako sawa. 2 days. Si kujaribu tu. After the process. Si ni kujaribu tu kuona kama mzee. But haikuwa the actual thing, just kuona mzee anaweza amka kama because we also we like watu unajua mkono ya binadamu. Yeah, very true. So ikakuwa after 7 days we were like are you feeling? Ameweza kukata ile piece tu peke yake, ikawa ina trend sana kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na kwamba vasectomy inaongeza performance kwa wanaume. Watu wana maoni kinzani kwa sababu pia huwezi jua, kwa sababu kama hujapitia ile hali lazima uangazie pengine utafiti kama ni kweli kwamba mtu akifanya vasectomy ama kufunga zile njia za kupitisha mbegu za kiume inasaidia katika kuongeza performance. Najua relationships nyingi sana watu ambao katika mahusiano watakuwa wanaangalia hiyo video wakifikiria mambo mengi kwa sababu kila mtu anataka kunufaika kivyake, lakini kikubwa ni kwamba maoni ni tofauti. Kulikuwepo na watu hapo awali ma celebrity pia waliwahi sema kwamba wanataka consider kufanya vasectomy, na mmoja wapo alikuanga Ogo Bina. Alafu vasectomy would be also a good idea. By the I'm thinking about it. Nimejetu ni mogopo, unajua bolingo inakuanga very sensitive. So very sensitive. Sasa mtu anaanza kuchinja alafu we are actually discussing it last week. So I'm actually considering vasectomy. I think we need counseling on that one we need to jua exactly ni wapi inaguzwa exactly na isifanywe na student, isifanywe na mtu mwenye amekomaa. Kwako wewe kama mtazamaji wangu, sije pengine unajihisi vipi, unafeel kama ni maoni gani ambayo uko nayo kuhusiana na ili swala kwamba vasectomy ama njia ya kupanga uzazi kwa wanaume inaongeza performance? Na wale ambao kwa mahusiano sasa ningependa kusikia maoni yenu kuhusiana na hili swala nzima la vasectomy kuongeza nguvu ama kuongeza performance. Acha nisitumie neno nguvu lakini performance kwamba ule uwezo wako wa kufanya maajabu. You can explain this better. Amesema kwamba vasectomy kwanza ina double performance. So is double performance. Ili double performance because one thing we were eager. Able tuone kama bado iko ama iko. Yes. Mzee alilala kalala kabisa. Hiyo tulifanya baada ya siku mbili kuangalia tu kama mzee ako sawa. 2 days. Si kujaribu tu. After the process. Si ni kujaribu tu kuona kama mzee. But haikuwa the actual thing, just kuona mzee anaweza amka kama because we also we like watu unajua mkono ya binadamu. Mimi naitwa Namisi Mswahili. Hii imekuwa Midea TV trending updates, na tunaendelea keep tu ukuwe updated kujua nini kinaendelea katika mitandao ya kijamii.
kijamii na katika taifa la Kenya pamoja na East Africa. Ukitokea story tunaruka nayo. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Midea Digital Media on all social media platforms. Utapata mambo mengi tu, habari, stories na vitu vingi vya kukufanya ukue in the know. Mimi naitwa Namisi Mswahili nilivyosema. Hadi wakati mwingine, kwaheri. Midea TV, spilling the tea, setting the trends.